Porojo michezoni kama kawaida, na leo tumetua kwenye kijiwe hapa Mbuyuni. Tunazungumza na mashabiki wa Simba na wa Yanga. Wote wamecheza jana siku moja, lakini Simba walicheza saa moja, Yanga kicheza saa 10. Yanga jana walimkumbatia nyuki, na wanachokisema tu na wanachokiimba ni kwamba Yanga hii unaifungaje. Lakini kwa upande wa Simba, ubaya ubwela ulishindwa kutamba kule Misri, Suez Canal pale. Ubaya ukatulia, ukawa mpole. Sasa leo tunataka kujua shida ilikuwa ni nini. Karibu sana mzee wangu, tuambie unaitwa nani? Naitwa John Msuya. John Msuya, shabiki? Shabiki wa Yanga. Shabiki wa Yanga lialia. Ndio. Bwana, Yanga Tabora jana walikutana nacho kitu kizito. Ni kizito, lakini si umeona wenyewe ile timu iliyocheza wala sio yale wale mastaa wenyewe, hasa mastaa wenyewe walikuwa wapo. Lakini tumeweza kuikabili ile timu vizuri na tukaifunga. Kwa walikuwa nasumbua tu mahakama. Ulikuwa ni uzembe wa wachezaji, kwa sababu kuna kipindi yule kocha alikuwa anakwenda na wachezaji kule kwenye klabu za usiku. Hiyo ndio iliwachosha wachezaji wakafungwa hata na Azam. Na tunategemea kwamba Azam sasa hivi ikija kwa mechi inayokuja tarehe 10, nafikiri utaona mwenyewe jambo litakalotukia. Kwa hiyo Yanga hii unaifungaje? Bado inaendelea? Bado inaendelea. Hamjakata tamaa? Hatujakata tamaa kabisa. Ubingwa mnautaka? Ubingwa ni wa kwetu. Mnatetea tena? Ni wa kwetu, tunatetea tena. Yule mtoto Israeli Patrick Mwenda, uliona ile faulu yake? Nimeiona. Ilikuwa nzuri. Ilikuwa nzuri? Nzuri. Salamu hizi mnazituma wapi mashabiki wa Yanga? Tunazituma kwa Azam. Azam. Mtani wenu bwana jana akakutana nacho huko bwana. Ni kweli. Ilikuwa nini? Hata mimi mwenyewe ni shabiki wa Yanga, lakini sikufurahia kwa sababu ndio timu ambayo inatupeleka sisi kimataifa. Kwa hiyo nilitegemea kwamba na kuomba Mungu kwamba washinde, lakini shida ilikuwa forward wamekuwa wachoyo. Ateba, Ahua wamekuwa ni wachoyo. Wanataka wafunge wenyewe. Watu kina Mpanzu. Wamekuwa ni wachoyo. Kweli hilo ndio ilikuwa shida hapo. Unawaambia nini sasa wakirudi huku Benjamin Mkapa? Washirikiane, manake timu ni kushirikiana. Mkiwa na timu mnatakiwa mshirikiane. Ukiwa una nafasi unaweza ukafanya mambo, lakini ukiwa na nafasi hamna unampa mwenzio. Na mara nyingi pale wamekuwa akitoa pasi hatafuti nafasi, anajificha nyuma ya mchezaji. Tatizo lilikuwa ndio hilo. Ile Ateba ilikuwa penalty, sio penalty ile? Ile Ateba kwa kweli sio penalty. Ukiangalia kabisa sio penalty. Sio penalty. Sio penalty. Alijiangusha. Bwana wewe. Amekataa. Wewe unaonaje hiyo? Shabiki huo penalty kabisa, moja kwa moja ile. Ile ni penalty yao kabisa, wala haina mpinzani ile. Ile ilikuwa penalty. Penalty ya dhahiri kabisa. Lakini sasa tumechezea kwao. Utafanya nini sasa? Cheza kwao utunzwa. Cheza kwao utunzwa. Ndio kilichotokea. Ndio maana yake. Bwana Benjamin Mkapa mnarudi huku, lakini hapo hatoki mtu. Uhakika? Hapo uhakika. Wanasema goli mbili nyingi, afu Mwarabu kama atajilaza. Goli mbili kwa Simba ni goli chache sana. Chache sana. Yaani pale labda angetufunga 4 kuendelea, lakini goli mbili ni mpira wa kawaida. Tatizo ni ubinafsi tu, wachezaji pale waliingia na ubinafsi. Mwalimu akae na watu wake, awaeleze kitu gani kinahitajika, mambo atakuwa mazuri tu. Wale tunavuka mbona? Navuka. Pale tunavuka. Watani wenu walisema kombe hili ili walifika finali. Hawawaoni kabisa mkifika finali mtakuwa mwaka robo kila siku. Hiyo mwaka robo wao wamekuwa makundi. Wao ni makundi. Si mwaka robo, si tunavuka. Na hiyo finali wanaozungumza si tuishafika mbona? Nusu finali tuishafika. Wanasema kitambo mno. Lakini ni historia ile. Haijaandikwa na wino wa mkaa. Eti anasema kipindi hicho polisi wanavaa kaptura. Hata kama angekuwa anavaa suti. Lakini ile haijaandikwa na wino wa mkaa, bado ipo tu. Bado ipo. Maneno yanaishi. Wanasema ilikuwa ni Abiola. Abiola Cup. Hiyo sio Abiola, ndio mashindano haya. Basi hata ligi, hata NBC haikuwa hiyo. Ilikuwa ligi nyingine wakati ule. Na ubingwa tulichukua wote, basi mara 28 tulichukua wote. Tukizigawa hapo tumechukua wote. Nusu tuko pamoja, nusu wako wao. Kwa hiyo hata tukisema kwamba yale mashindano yale sio, basi na hii ligi ya NBC wakati huo haikuwa hii. Ilikuwa ligi ya mkoani tu. Ilikuwa ya mkoani. Ilikuwa mkoani tu. Tulikuwa tunacheza wenyewe tu, Simba Yanga, Simba Yanga. Kulikuwa hamna cost wala timu nyingine. Ukiangalia hii Yanga wewe uogopi? Yanga inaogopesha nini bwana? Hamna kitu pale, ni wachezaji watatu tu.
Lakini si wa Yanga? Watatu tu. Sisi tuna wanne sasa hivi. Nyie mna wanne? Tunao. Hebu tutajia wanne. Wanne tuliokuwa nao. Pale kuna Hua, kuna Ateba, kuna Kibu D. Unaona? Yuko mtoto sasa hivi ndio hivyo kaishaumia lakini hana shida. Che Malone Fondo. Che Malone Fondo. Mpanzu umemsahau lakini. Huyo Mpanzu sasa huyo si kiungio. Yule ni kiungo. Huyo kama tangawizi. Yule anaingia popote multipurpose. Ndio maana yake. Lakini wao wanao watatu tu. Watatu tu. Wamesema wanautaka ubingwa. Na ubingwa watauchukulia kwenu. Ubingwa upate wapi? Wana pointi zetu mbili zile tunachukua. Pointi mbili. Pointi mbili zile tatu tuna hii tatu moja tunaziba, mbili za kwetu za kuchukua ubingwa. Eti nyinyi wanasema mkikutana Simba na Yanga nyinyi huwa wakishindwa kuwafunga mnamtumia mchezaji wenu ajifunge ili waondoke tu na point. Yaani mnampenda sana mtani. Kikubwa hicho tuzidi wao ni kumtumia Kayoko. Lakini safari hii Kayoko hayupo tena. Labda atafute Kayoko mwingine. Kayoko ndio alikuwa anawasaidia. Lakini sasa hivi hayupo tena. Na sidhani kama atachezesha tena mechi zetu. Lakini sio sema Kelvin Kijili bado yupo. Kijili hatacheza. Kijili hachezi yule. Yule hachezi tena. Wapo wa kutosha tu pale. Wala Simba Kijili bwana. Wapo wachezaji wengi pale nyuma. Wanasema Simba mmekuwa wapole bwana. Kwani si bado kuna Benjamin Mkapa? Mbona mmekuwa wapole hivyo? Kwani wewe ukimwona Simba kainama si kwamba anatunga sheria? Wote Simba wote. Simba wote wakiwa wameinama, unajua kuna kitu anafikiria hapo. Na akiruka moja kwa moja anaenda kudaka kitu. Ndio maana yake. Aruki bure. Hebu tukae hapa tupige story pia na mzee wa Mwananchi hapa. Namuona kabisa huyo ni Mwananchi. Yanga hii unaifungaje? Unaifungaje kweli? Si unaiona? Ndio. Huwezi funga. Huwezi kuifunga hii. Na wale wote tulikuwa tumewapania kwamba adhabu yao ni moja. Yaani ni adhabu moja alafu ni kali. Ila mmoja ameponyoka jana na 3. Kuna huyo alokimbia huyu. Atarudi. Hana pa kwenda. Amerudi analia mwingine bebi wake mwingine tunamsubiri hapo nyuma kesho kutwa. Nani huyo? Huyo Azam. Unajua Azam na Tabora waliofunga raundi ya kwanza Fluku. Ilikuwa fluku. Fluku, mbuzi akimngata binadamu si lazima debe lilie sana. Kila mtu ataongea. Kila amemngata. Akamngata. Sasa ndio maana unaona nchi nzima ilisimama. Tabora. Sasa jana mbona usipige kelele tena Tabora? Pale uwanjani kwao. Mkuu wa mkoa akatoa milioni 60 lakini bado. Sasa utafungaje Yanga? Yanga inafungwaje? Pale ile safu ya nyuma ya taifa unaifungaje? Kwamba no Aziz Ki no problem. Hakuna tatizo lolote. Yaani ile ni fluku. Walifluku wale Tabora. Sasa jana ndio muonyesha kwamba mpira ni huo. Kwa hizo salamu nazituma kwa Azam na Simba wote tunaomba kwanza hata bodi yetu ya Yanga wakubali tu mechi ichezwe. Ili waje zikelele ziishe. Waseme lichi kipigwe twende uwanjani kipigwe. Kwa sababu hatuwezi. Zile mbuzi zililialia ilikuwa ni uongo. Hamna mbuzi. Hamna chambuzi. Kabisa. Hamna mbuzi. Sasa bwana Azam na yeye pia unajua anawatamani, anataka pointi 6 kwenu. Azam ashachukua 3, anangojea nyingine 3. Mnasemaje nyinyi? Ile timu ya kunywa kahawa bana. Ile timu sio timu ya malengo, timu ya kunywa kahawa, kulia alua, yaani wafurahi tu angalia wakicheza, lakini sio timu ya malengo. Kwa hiyo timu ya malengo haiwezi kupambanisha na Yanga kabisa. Yanga timu ya malengo kombe lile pale. Bwana wenzenu lakini jana wamepigwa Wamepigwa chuma 2 bwana. Pole umetoa lakini kijiweni kwako hapa. Tumewapa pole na pole ni uzembe kazini. Ni uzembe? Uzembe kazini. Kwa sababu ukiangalia ubinafsi wa Simba ndio uliowaponza. Mechi ilikuwa ya kwao, ile ilikuwa inashinda 3-1. Mechi ni ya kwao na uzembe pia wa kocha. Wewe unamwona Kibu kashapotea, Ateba kapotea. Unaacha kuingiza Mkwala na Chesambi aende akafanye vitu. Anakaa anaangalia benchi tu. Anashangaa ndio hicho kilichowapiga jana. Kwa hiyo ubinafsi Simba. Kwa hiyo wewe unawashauri nini sasa? Waache ubinafsi, wasije unajua pale kila mchezaji ni mshamba kuchezea Simba. Kwa sababu hizo timu walizotokea huko ni timu za kishamba, ni timu ndogo. Kwa hiyo amekuja Simba timu kubwa, ndio maana kila mmoja anatafuta jina. Ndio ile kila mtu anachukua anapiga puu, Watu wabala kutengeneza nafasi watu wafunge magoli. Kosa la Simba ndio hilo. Kosa la Simba ndio hilo. Mwalimu alizingatie hilo. Akae na wachezaji aongee nao. Kwamba ubinafsi hamna, kutengeneza nafasi watu wafunge. Usinganganie wewe. Sio usinganganie kuonekana wewe. Hata yule Mpanzu ni mchezaji machachari tu, sio mahiri. Ana mambo kibao. Jana Spurs na kipindi cha pili wakafelisha watu.
nafasi ya Mkwara anaomba niwekee. Anapiga tu nyavu za nje, mara akapiga hivi, mara anakokota hapa na kule. Dribble nyingi. Aache dribble. Kwa hiyo wewe ukaekewa Mpanzu hapa, ukaekewa Ikangalombo, unaondoka na nani? Namchukua Ikanga. Moja twende. Gusa achia twende kwao. Gusa achia twende kwao. Ikanga unamchukua? Namchukua Ikanga. Mimi siwezi kuchukua na wanao, yule ni Kibu mchangamfu. Mpanzu ni Kibu mchangamfu. Anakimbia anaangalia viatu. Mambo kibao. Unasema? Ikanga mchezaji au mwanariadha? Eti Ikanga mchezaji au mwanariadha? Yule angemtumia kwenye riadha tu. Angewalipa? Angelipa. Mlipaji, angelipa vizuri sana. Angelipa. Angepata na faida kubwa sana. Na kuna bunge bonanza linakuja wamtumie. Wangemtumia yule, angepata, wangeondoka na medali ya shaba. Wangeondoka. Tena sio dhahabu, ya shaba. Na wangeisaidia klabu ya Yanga kumiliki medali. Wangepata medali ya mbio. Mbona Mpanzu mwenyewe anakimbia bwana? Mpanzu anakimbia lakini kwa akili. Anakimbia, anaburuza, anatoa, anakwenda, yani ili ilitokea tu. Kama ni yule ni mpira tu, ilitokea tu. Lakini kilichomtokea Mpanzu ni bahati mbaya tu kiuchezaji. Lakini wao anamuita Ikanga. Hayo jamaa anakimbia. Bwana Ikanga ana speed. Yule anakimbia lakini hamna kitu. Anakimbia mpaka mpira anaacha nyuma. Hamna kitu. Sio mchezaji yule bwana. Shabiki wa Simba amemkataa Ikangalombo, shabiki wa Yanga amemkataa Mpanzu. Kila mmoja anasimamia kwake. Sasa kazi bwana. Si? Sasa kazi. Yani pipi mwisho wa finishing hamna. Yani ule unakimbia alafu unakimbilia nini hujui? Hujui, unakutana na beki anaokota anarudi twende. Huyo Ikanga huyo. Huyo ni Ikanga. Huyo ni Ikanga. Anakimbia ajua anakimbilia nini. Mpanzu anajua. Yule jamaa anajua. Kilichotokea tu bahati mbaya lakini yule anajua. Na ili ujue kwamba anajua, msubiri hapa. Na wewe utamuona. Benjamini pale. Utamuona Mpanzu mwenyewe. Utampenda. Yule kule ni Elie. Sasa hapa utamuona Mpanzu. Jina moja, uchezaji tofauti. Elie walikuwa kule Misri. Mpanzu ndo atakuwa hapa Benjamin Mkapa. Mimi naitwa Jamali Mruma. Hii inaitwa Porojo Michezoni. Tumehitimisha hivyo. Asante sana.